Katika kijiji cha machozi ya damu alipozaliwa Abigail. Usiku ule mbingu ilikuwa kimya kuliko kawaida. Hakukuwa na mbwa aliyebweka, hakukuwa na upepo uliopuliza. Ilikuwa kama dunia ilisimama ikingoja kitu. Abigail alizaliwa saa 6 kamili usiku, na ilisemekana dakika ile ile alipoanza kulia, taa zote za kijiji zilizimika. Wazee wa kijiji walitazamana. Mama yake alipiga kelele, lakini bibi mmoja mzee aliyekuwa anaitwa Mama Nanzala alinong'ona kwa sauti ya chini, mtoto huyu amejaliwa kuona yasiyoonekana. Mtoto huyu amejaliwa kuona yasiyoonekana. Na hapo ndipo hadithi ilianza. Katika kijiji cha watu wa kawaida, miaka ilipita. Abigail alikuwa kama watoto wengine. Kijiji chao kilikuwa cha kawaida tu, vibanda vya udongo, barabara ya vumbi na kisima kimoja katikati ya jiji. Watu walikuwa kulima, wengine wachoma mkaa. Maisha yalikuwa magumu lakini ya kawaida. Lakini Abigail alikuwa tofauti. Kila jioni jua lilipokuwa linazama, alikuwa akisimama kimya, akiangalia upande wa msitu mweusi uliokuwa nyuma ya kijiji. Mama, kuna watu wananitazama kule. Sio watu wa kawaida. Mama, kuna watu wananitazama kule. Mama yake alicheka, lakini Abigail hakuwa anatania, kwa sababu kila usiku saa 6 kamili alisikia sauti zikimuita kwa jina lake. Sauti zisizo za kibinadamu, sauti zilitoka mbali, lakini zilikuwa karibu sana. Siku moja Abigail aliamua kufuata sauti. Ilikuwa ni usiku wa mwezi mpevu. Kila mtu alikuwa amelala. Alitoka kimya kimya, akavuka shamba la mahindi, akaingia msituni. Alitembea kwa dakika kadhaa mpaka akaanza kuona taa ndogo ndogo zikimulika mbele. Aliposogea karibu, akaganda. Mbele yake kulikuwa na kijiji kingine, kijiji ambacho hakikuwepo kwenye ramani, hakijawahi kusemwa, hakijawahi kutajwa, na watu waliokuwemo humo alimtambua mmoja wao. Ilikuwa ni Mzee Juma, lakini Mzee Juma alikuwa amekufa mwaka jana. Abigail alimuona akitembea, akiongea, akicheka, na hawakuwa peke yake. Wamezikwa kijijini, walikuwa pale wakiwa hai, lakini macho yao hayakuwa na mng'ao wa kibinadamu. Walikuwa wakitembea taratibu kama watu wanaotembea usingizini. Kisha wote kwa pamoja waligeuka na kumtazama Abigail. Hakuna aliyesema neno, lakini wote walitabasamu, tabasamu lisilo na furaha, tabasamu la baridi, na kwa pamoja wakasema kwa sauti moja iliyochanganyika kama upepo wa makaburini, umerudi nyumbani. Abigail akahisi miguu yake ikikosa nguvu, kwa sababu kijiji kile kinafanana kabisa na kijiji chake, lakini kilikuwa cha waliokufa. Alipogeuka kukimbia, kila kitu kilibadilika. Taa zote zilizimika, ukungu mzito ukafunika eneo lote. Sasa hakuwa tena kwenye kijiji cha waliokufa. Alikuwa sehemu nyingine, sehemu isiyo na sauti, isiyo na upepo, isiyo na hata harufu ya udongo. Ilikuwa ni giza tupu, lakini ndani ya giza hilo maelfu ya macho yakimwangalia, na sauti nzito ya kutetemesha mifupa ilinena, Abigail, umechaguliwa. Ardhi ikaanza kutikisika. Alipojaribu kupiga kelele, hakuna sauti iliyotoka mdomoni mwake, na hapo ndipo aligundua ukweli wa kutisha. Kijiji cha watu wa kawaida kilikuwa kivuli tu. Kijiji cha waliokufa kilikuwa daraja, lakini kijiji cha giza kilikuwa chanzo, na yeye alikuwa funguo. Usiku ule Abigail hakurudi nyumbani. Asubuhi yake wanakijiji walimkuta amelala karibu na msitu, lakini macho yake hayakuwa ya kawaida tena. Na tangu siku hiyo kila mtu aliyemwangalia moja kwa moja machoni alianza kuota ndoto zile zile, ndoto ya kijiji kisicho kwenye ramani. Je, nini hasa kilimchagua Abigail, na kwa nini alirudi kutoka kijiji cha watu waliokufa, na nini kitaendelea baada ya Abigail kutoka katika kijiji cha giza? Usikose sehemu ya pili, maana haijaishia hapa, maana hapo ndipo simulizi inaanza, na daraja ni Abigail kati ya hizi dunia tatu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment maoni yako ili usipitwe na mwendelezo wa simulizi hizi. Something evil is here.